kwenye TV, kwenye kiambaza, tumpige sema unyunyuzi. Wow. Hako nika kwenu hako watoto wa Safina, shule ya Safina Geita. Haka na watoto walio kama jumbani kule. Sema unyunyuzi. Wow. Wangapi ni wapo wapige unyunyuzi? Ukisema kwa sauti na kupiga unyunyuzi. Hapo zamani za kale. Kulikuwa na na huyo alikuwa na rafiki yake rafiki yake siku moja na huyo alikuwa akifuga siku moja alimkamata akamkamata akamtupa katika shimo la maji na wale hawakumula kwa sababu alimwokoa. Pigia makofi, pigia makofi, pigia makofi. Sasa watoto wazuri, Mungu aliyemwokoa katika shimo la asiliwe na ndiye Mungu ambaye tunataka kujifunza habari zake asubuhi ya leo. Wangapi wako tayari? Makofi, makofi, makofi. Sasa niseme naenda kuleta kiti, mimi ni wasimuli kisa kizuri. Wangapi wako tayari kusikia kisa kizuri? Wow. Watoto wazuri, Mungu aliandika katika Biblia habari za kisa kizuri kabisa. Lakini kabla tuendelea sana, Mungu alisema kwamba sisi watoto wadogo tunapaswa kuwa mawakili wazuri wa Mungu, tukitunza miili yetu. Wangapi wana miili? Wangapi wana miili? Mwili. Sema yes! Haya, shika mwili wako, shika kichwa, shika pua, shika mdomo, shika goti, shika mguu, mguu huko, shika kiuno, wewe, shika mkia, unamkia wewe. Mwambie jirani, acha ushamba. Haya, mwambie jirani, somo linasema uwakili wa mwili. Mwambie tunza mwili wako jirani. Biblia inaandika katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 fungu la 19. Biblia inasema kwamba au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Semeni amina. Roho Mtakatifu tena aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mili yenu wenyewe. Watoto wazuri, Mungu alitupatia macho, masikio, mdomo, miguu. Wengine wana miguu, wengine mavidole makubwa kama vile mimea, vidole, na kingine na meno na koromeo na tumbo. Mungu alitupatia mili tuitunze, maana hekalu lake. Watoto wazuri, tunapaswa kutunza mili yetu vizuri, kuoga vizuri. Sema kuoga vizuri. Mwambie jirani, waga unaoga. Wengine watoto kiwasugua hivi kwenye mkono, hebu kusugua, unakuta kuna udongo. Jamani, mwambie unaoga. Mungu alitupatia miili mizuri, tuitunze, kupiga mswaki, kuvaa vizuri, kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Kumbe tukitunza miili yetu vizuri kama hekalu la Bwana, Bwana anatubariki. Mwambie Bwana anakubariki. Wangapi wanataka kusikia kisa kizuri? Hapo zamani za kale, kule Shushani ngomeni, wakapita maaskari wakipiga ngoma. Wakipiga nini? Ngoma. Hebu piga ngoma. Maaskari wakapita wakipiga nini? Ngoma. Sikia. Maaskari wanapiga nini? Ngoma. Sasa ngoma.
wanapiga ngoma. Yani waambia watoto wazuri, zamani hizo za wafalme, ukisikia ngoma na mziki na filimbi na zeze na santuri, ujue kuna jambo linakwenda kutokea. Angalia, wanapiga ngoma. Aha, kisha akafuata askari mwingine akipiga kelele, akisema, akitangaza ujumbe. Ni ujumbe gani huo? Haya, ngoma, ngoma. Wakapiga ngoma, wakazunguka, kisha wakageuka hao maaskari, wakaenda wanapiga ngoma. Makofi kwao jamani. Wakaenda wakaenda maaskari hao wanapiga ngoma za mchongo. Mfalme anakuja. Wakaenda. Sikia ujumbe. Mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Nasikia? Mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Nasikia? Mfalme anakuja. 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 Askari akasogea, akatangaza kwa sauti. Mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Sasa mfalme anakuja. Mfalme gani huyo? Mfalme anakuja. Ghafla mfalme. Haya, askari akatangaza, akaenda akarudi. Mfalme anakuja. Wananchi wakashangaa. Mfalme anafanyaje? Mfalme anakuja. Ndipo mfalme ule wa Shushani ngomeni, mfalme akaingia na jeshi. Sikia jeshi, godao jeshi hilo, godao na mabuti, akala mabuti, majeshi. Mfalme akaingia na malikia, sema piga makofi. Mfalme akapunga mkono. Mfalme anapunga mkono, malikia punga mkono. Haya, mfalme akapunga mkono, akaenda kukaa kwenye kiti chake cha enzi. Mfalme akaenda kukaa. Sikia, mfalme. Malikia, haya wewe sogea hivi, na wewe sogea hivi. Haya, sogea tena, na wewe sogea hivi. Mfalme kwenye kiti chake cha enzi. Mfalme akakaa kwenye kiti chake cha enzi. Mfalme akakaa cha enzi na malikia na walinzi wakamzunguka. Hebu tumsikie mfalme. Mfalme anaitwa mfalme gani na alikuwa na ujumbe gani? Tumsikie mfalme. Enyi wananchi wa ufalme wa Shushani ngomeni, leo ni karamu ya mfalme wenu mimi Asuelo. Leo tutaenda kusherekea. Shangilia! Mfalme akasema ya kwamba leo ni sherehe, ameandaa sherehe, the banquet, sherehe kubwa na watoto watafurahi. Hebu mfalme endelea kidogo tukusikie mfalme mzuri. Leo tutakapoenda kusherekea, tutasherekea na malkia wetu hapa, kila vyakula mbalimbali. Kwa hiyo mnakaribishwa sana. Shangilia! Mfalme akakaa chini, ndipo mshauri wa mfalme akaingia. Huyo mshauri wa mfalme akaenda. Huyo ndio mshauri wa nani? Amevaa kacheni kamchongo. Wow, sema wow. Akaenda akakaa kwenye kiti pale. Waziri mkuu pia akaingia. Waziri mkuu naye ana kacheni kake kazuri kamchongo, sema safi. Wakaingia pale. Haya, sherehe ikaanza. Waziri mkuu Waziri mkuu akakaa hapo. Wakaanza, mfalme akamwambia karibuni sana. Wakaanza kupiga msosi. Mwambie karibuni tupige msosi. Karibuni sana wageni waalikwa. Haya, wakachukua pale msosi, wakagonga cheers. Gonga cheers kwanza. Wakagonga cheers. Cheers hizo. Yes, wow. Wakaanza kupiga msosi. Wow. Wakapiga msosi. Shangilia! Piga msosi. Huku wanaongea. Mfalme anawaambia, unaonaje ufalme wangu? Mike, shika mike, unaonaje ufalme wangu? Unaonaje ufalme wangu hivi? Ndio, ni mzuri sana. Ni mzuri sana. Akamuuliza tena mshauri, je, wewe mshauri unaionaje hii sherehe? Nzuri sana na una uongozi mzuri. Shangilia! Asante sana. Piga msosi, piga vitu. Mfalme akachukua glasi mke wake, wakagonga malikia, wakagonga cheers, gonga cheers, wacha we. Wow! Wakaendelea kula, wakala wote, wakala wanafurahi. Wapige makofi jamaa, wapige makofi. Sema wow! Wakapiga msosi. Baadaye akaja mtu mwingine, akaja mmoja kwa mwingine.
Mfalme akamwambia usije wewe, sio kiongozi. Wakapiga msosi wewe, wakapiga msosi pale, biriani pale, mapirau, chapati za Ulaya na kadhalika, wanapiga msosi, piga juice ile ya katikati ndio nzuri. Mfalme apiga hiyo, akapiga hiyo, akapiga mfalme, tamu hiyo. Wangapi wanatamani? Mfalme akara, wakara. Baada ya hapo mfalme akacheka kwa sauti. Tumsikie mfalme akacheka kwa sauti. Mfalme akasimama akasema, nimtambulishe malkia mbele ya watu wangu. Haya, sasa ni muda ambapo nitaenda kumkaribisha malkia wangu ajitambulishe. Haya, mfalme akamwita malkia Vashti akaja pale mbele. Njoo mbele. Vashti alipokuja pale mbele akamjitambulishe. Vashti akafanyaje? Akakasirika, akakataa, akatupa mavazi, akatupa na taji, akakimbia. Mfalme akakasirika, mfalme akakasirika. Tumesikia mfalme akakasirika kuona Vashti amekasirika na amesusia sherehe. Mfalme akakasirika kabisa. Hizi ni dharau kabisa. Unaleta dharau kwa mfalme. Askari, kamateni huyo. Askari, kamata askari. Wakaenda kamata. Mfalme akaenda kugomba mfalme. Mfalme akamwambia ujinga kabisa huyo. Pelekeni jela. Akakamata Vashti. Akakamata Vashti. Kamata huyo. Akakamatwa. Kuleta dharau kwa mfalme. Peleka jela jikoni. Peleka jela. Kapeleka huko, leta dharau ya mfalme. Pitisha hapa. Akakamatwa. Pelekeni jela. Peleka jela kule, akapelekwa jela. Leta dharau kwangu. Mfalme akasema sasa natangaza kuoa. Tukimsikia mfalme. Sasa natangaza kuoa. Shangilia wananchi. Mfalme akamwambia wananchi kwamba sasa wanawake wote, mabinti mabikira wa wafalme sheni ngomeni, wajipodoe. Mabinti mabikira wote nitawapa siku 30 za kujiandaa, na watapita mbele zangu, nitachagua mchumba nitakayeenda kwenda kumuoa. Shangilia! Kwa sherehe iliharibika, fukuza na wale wengine. Waambia toke kwanza wao. Toka wakatoka mawaziri, waziri, mshauri wakaondoka. Mfalme ametulia. Mfalme akafanyaje? Akakaa. Sasa siseme. Ngoja wapige kwanza unyunyuzi. Piga nini? Wape watoto wazuri. Piga. Tena. Unyunyuzi. Na watoto walioko majumbani wataangalia, tende na wazazi. Haya, story inaendelea sasa. Haya, mfalme akatoa siku ngapi? 30. Hebu tuhesabu wote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sauti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sema siku za utakaso zikakamilika. Mabinti, sogea kidogo askari hivi. Sogea hivi kidogo, sogea hivi. Mabinti waliokuwa wakaja mbele ya mfalme. Mfalme akasimama akazungumza. Mfalme, karibu. Sasa zile siku zote 30 zimekamilika. Nataka wale mabinti na wale mabikira wapite mbele zangu. Haya, wakaanza wa kwanza akaja mbele ya mfalme. Kwanza akaja atembea. Wacha we. Mfalme, wacha we. Makofi kwake. Mbele ya mfalme. Mfalme pomona. Wewe unakomwe sana, kubwa sana, pita. Akaenda hivi, nenda hivi. Haya, shangilia. Akaja wa pili tena. Akaja, shangilia wewe. Akaja wa pili tena, amejipamba. Mfalme, tumsikie mfalme. Geukia huko. Wewe una ngozi kama ya mbuzi. Akapita. Akaja mwingine tena. Wamepitia huku. Yes. Wow, Karembo. Cheki. Lakini mfalme akasemaje mfalme? Geukia huku kwenye kamera. Wewe mwambie mfalme asemaje?
mbona wewe kama unafanana kama na mjomba wangu? Bado. Akapita. Tena kaja mwingine. Kaja mwingine tena. Makofi kwa mfalme. Wacha we. Akaja mwingine tena kajipodoa na kamkoba na kasaa. Wacha we. Akaja. Tusikia mfalme anasema, mbona wewe unafanana kama punyeto? Bado. Kaja mwingine tena. Haya. Mwingine tena. Wow. Wewe umejipodoa sana. Bado. Haya. Sema. Akaya mwingine tena. Makofi kwake jamani. Haya mwingine tena. Mwingine tena. Tumesikie. Wacha wewe. Ni mrefu sana, una miguu kama flamingo. Bado. Haya sasa. Akaja tena. Hajajipamba, hajajipodoa, amepauka. Akaja mwingine. Akaja mwingine wa mwisho. Hajajipodoa, hajajipamba. Huyu naye atakuwa kweli malkia. Amezubai. Akaja amepauka, amekondeana. Hebu tumsikie mfalme atasemaje. Mama yangu kalikuja na huzuni. Kabindi ka kijijini kashamba. Kaenda kwa Esther, hakaeleweke tu. Hebu sogea. Mfalme mpomona akasemaje? Wewe unaonekana sana ni mpole, mwenye hekima. Maana uko tofauti, mwambie uko tofauti. No, unaonekana uko tofauti na wengine waliopita. Haya, fimbo yake ya enzi, akapiga magoti mpaka chini. Wow, sema wow. Sujudu chini. Wow. Mfalme akamwambia, amka wewe ni malkia wewe. Amka kuanzia leo wewe ni malkia. Shangilia! Akaamuka. Mfalme akamvesha mavazi ya kimalikia. Mwambie mlinzi alete. Mlinzi! Leta mavazi. Leta mavazi. Mfalme akaja hapo. Haya, akamshika mpe akamvesha vazi mfalme. Wow, anza na vazi kwanza. Avaza na vazi la kimalikia. Mfalme akasimama juu. Mfalme akamvesha vazi la kimalikia. Haya, vazi mvalishe. Wow, akivesha tutashangilia. Shangilia! Mwacha we. Akamvalisha na kakofia kakimalikia. Kiuku kakimalikia. Akamvalisha. Mvalishe mfalme. Mfalme akamvalisha malkia mpya. Geuka hivi mvalishe. Wow. Sema wow. Mfalme yuko serious. Mgaweshe. Yes. Sema wow. Shangilia! Mfalme akatangaza, tangu leo ndiye malkia. Sasa kuanzia leo katika ufalme wa Ushushani Ngomeni, malkia wa leo huyu hapa, Esther. Shangilia! Haya, chukua wakaenda kwenye msosi, wakaenda kupiga msosi kwenye karamu. Haya, mfalme akasukua. Haya, watoto. Sasa somo linasema uwakili, kuwa tofauti katika tabia. Mwalimu Bavuma, njoo mara moja. Mwalimu Kashinde, njoo mara moja. Ukae kwenye meza ya mfalme, mpige sherehe, muenjoy, mfurahi na mtuambie, mwalimu, nyinyi mmejifunza nini kwenye somo la leo? Kuwa tofauti. Kaa hapo. Wacha we. Haya, Mwalimu Bavuma anakaa kwenye sherehe hapo na Mwalimu Kashinde wanakaa kwenye sherehe hapo, wanapiga vitu. Sema vitu wanasherehekea. Mwalimu Bavuma, hebu tuambie umejifunza nini katika somo haya? Mamisi njoni hapa, mamisi wote njoo hapa, wengine hapa, wengine huku, wengine pale, wengine haya njoni tu. Mwingine asimame hapo, watatu, wengine pale juu. Haya, wengine watatu hapo, wengine pale juu. Wow, pale juu, wengine pale juu, wengine hapo watatu. Msikinge meza. Wengine watatu, wengine sogea kule, sogea juu, sogea tena, sogea hivi juu. Yes. Haya, Pastor Mwalimu Bavuma, sogea kidogo. Bavuma, hebu tuambie umejifunza nini kati tofauti? Kuwa tofauti katika muonekano, kuwa tofauti katika maadili, kuwa tofauti katika nini? Katika miili yetu. Mwalimu, umejifunza nini Mwalimu Bavuma? Mwalimu, mimi nimejifunza kwamba kuwa tofauti sio kwenye kujilemba. Sio kwenye kujilemba. Lakini Mwalimu Bavuma, kuna fungu inasema ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mkiharibu miili yenu, Mungu ataiharibu. Wewe Mwalimu Bavuma, hilo fungu nalielewaje? Naelewa kwamba Mungu anatutaka vile alivyotuumba tuwe hivyo. Mwalimu,
Unaweza kutuambia tofauti kati ya Hawa na Esta, tofauti yao ilikuwaje? Jamani, Esta yeye alikuwa hivyo, hajaweka yale manywele ya wachawi na yale mapoda yale maunga ya ukoko yale meupe, mimi hajui jina hayo mabaya. Yeye alikuwa mzuri tu. Kwa mwalimu, unataka kutuambia haya mawigi na mapoda na mawanja na madeshideshi sio mazuri kwa watoto? Sio mazuri kwa watoto na wakubwa pia, sio mazuri. Kumbe sio mazuri. Mwalimu, nikupiga unyunyuzi. Mwalimu sema haya, Mwalimu Kashinde, wewe tuambie umejifunza nini? Mambo matatu ya msingi ambayo umejifunza katika somo la leo. Mambo matatu ya msingi ambayo nimejifunza katika somo la leo. Kwanza, Esta alikuwa mtii, alikuwa mnyenyekevu. Maana hata hivyo aliposhauriwa juu ya mavazi hakutaka kujipamba, alichukua yale aliyokuwa nayo. Hata hivyo hakujipodoa sana, maana alikuwa mtii. Unawashauri nini hawa mamisi ambao walijipamba na mfalme akawakataa? Unawashauri nini wewe mwalimu? Mimi ninachowashauri ni kwamba wasiendelee kutumia mapambo ambayo ni mapambo ya kutengenezwa na wanadamu, mapambo ya muonekano wa nje, lakini utu wa ndani unakuwa sio mzuri. Utu wa ndani unakuwa sio mzuri. Tumejifunza somo la wakili, kutunza miili yetu. Hawa wameharibuje miili yao, hao waliojipa mapamba? Miili yao wameiharibu kwa sababu wameongeza vitu ambavyo hawakuumbwa na Mungu. Wameongeza nywele za bandia, wengine wamejipaka mapoda ambayo yametengenezwa na wanadamu, hatimaye wakabadili uzuri na sura zao zikaonekana kama sio za watu halisi, kama katuni zinazotengenezwa. Jamani, mwalimu tunakupiga unyunyu, sema wow. Subiri. Wow. Mwalimu Fredi, tuendelee kaimbo katapaa kama tai. Mwalimu, unawashauri nini watoto wanaotufuatilia kwenye simu, kwenye TV na wazazi? Mungu anataka sisi kama mawakili, ametupatia miili tuitunze. Anataka tuitunzeje? Kuipodoa au tuitunzeje? Mungu anataka kama watoto wadogo na kama wazazi, ametupatia miili mizuri. Tunapaswa kuitunza vizuri tu kwa kuoga vizuri, kupaka mafuta mazuri, na kuvaa vinguo vizuri, na nywele zetu hizi fupi tunatena tu vizuri hivi, unatena tu nywele zako vizuri natural, hamna kuongeza hayo mengine na mapoda hamuna kabisa. Mungu anataka tuwe hivyo, maana ametuumba tunapendeza. Sasa mwalimu, hebu washauri, wageukia sasa washauri hawa waliokuwa majipodoa. Sasa Mishi njoo Mishi, na huyo Mishi aje, na huyo Mishi jamani, huyo nakasha jamani, na huyo jamani. Sasa jamani, mimi ni washauri kitu kimoja, sawa? Mungu anataka mwe wazuri. Unaona hivi vinywele hivi, Mungu anataka uvitoe. Na hivi Mungu anataka uvitoe hivi. Na hivi Mungu anataka uvitoe hivi. Na hivi navyo Mungu anasema sio vya kwako, ni vya wengine. Mwalimu, na hii hapa watolee, na hii watolee. Na hii anasema mubaki wazuri. Mkitoka mnaenda kujinawisha kabisa. Karibu shtiki jamani. Mungu hapendi. Jamani, huyu alikuwa amepiga mengi. Na watoto wazuri, mwalimu anawatolea haya mambo hayafai watoto. Tunatakiwa kutunza miili yetu kama wakili. Na niwaambie watoto, Yesu atakapokuja tena, kama vile mfalme ambavyo alimpokea Esta, Yesu akija tena mara ya pili kutuchukua kwenda mbinguni, watu wote watakusanyika mbele zake. Yesu atachagua wale ambao walitunza miili yao. Yesu atawachagua, wengine atawaambia waende kwenye moto wakaungue. Wale ambao walibaki kuwa watii wakatunza miili yao vizuri, Yesu akija atawachukua kama mfalme, ataingia nao kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Watapaa kama tai,
watapaa kama nini? Kama tai. Wangapi wanasema wanatunza miili yao, Yesu akija awachukue wapae kama tai kwenda mbinguni? Wasimame tuimbe. Studio, wasimame tuimbe. Haya sasa. Haya, makofi, makofi, makofi. Mawakili wazuri, akija atawachukua awapeleke Geuka. Aha, wow, wow. Yesu akija atawachukua mawakili wazuri, awachukue awapeleke wapi? Mbinguni. Haya, twende, tutafanyaje? Tutapaa kama tai. Kwenda wapi? Kwenda juu, juu mbinguni. Milango ya mbinguni itafunguka. Historia ya nini? Ya ajabu. Tutafanyaje? Tutapaa kama tai. Kwenda wapi? Kwenda juu, juu mbinguni. Milango ya mbinguni itafunguka. Historia ya nini? Ya ajabu. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi duniani. Ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi duniani. Ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Shingo, 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 dansi, shingo. Shingo wewe, Yesu akija atawachukua mawakili wazuri. Geuka kushoto, shingo. Yesu akija watu wazuri atawachukua mawakili wazuri waliotunza miili yao awapeleke mbinguni. Haya, twende, machozi yote. Machozi yatafutwa. Vilio yote vitakoma. Dunia zote. Dunia imepita. Mambo ni mapya. Historia ya nini? Ya ajabu. Machozi yote. Machozi yatafutwa. Vilio yote vitakoma. Dunia zote. Dunia imepita. Mambo ni mapya. Historia ya nini? Ya ajabu. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi duniani. Ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi duniani. Ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi duniani. Ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Wanaosema Mungu nisaidie, wachungaji njoni hapa tuombe. Pastor Bavuma na Pastor Kashinde wanaosema Mungu nisaidie, nitunze mwili wangu. Mwili wangu ni zawadi ya pekee Mungu nipatia, nitunze. Mimi sitavaa makimini, mimi nitaacha kabisa. Natamani kutunza mwili wangu uwe hekalu lako la Roho Mtakatifu. Uje Mungu ukae ndani yangu, unisaidie, nifahamu masomo, unibariki, ubariki wazazi. Wanyosha mikono juu tuombe, mikono juu. Wachungaji tuombeni. Say Jesus! Dear Jesus, thank you very much for this day. Thank you for Pastor Safari. We thank you. He has taught us about being steward in our body. Please, Father, help us to keep our body safe
Help us not to add anything like wigs, like powder, like bimini, or anything. Help us to remain pure and faithful to you. In Jesus' name we pray. Amen. Asante Baba wa mbinguni, kwa sababu leo umetufundisha namna ambavyo tunatakiwa kuishi katika uasilia wetu. Kama vile Esther ambavyo alipata kibali akachaguliwa na mfalme kwa sababu alikuwa hajajipamba kwa mapambo ya ulimwengu. Na sisi tunatamani utakapokuja Baba tukuraki mawinguni. Tuepushe na mwovu ibilisi, uwe pamoja nasi katika vipindi vinavyofuata, ni katika jina la Yesu. Amina. Amen. Haya. Mfalme akawaambia mabinti wao kumejipamba, haya njoni hapa mtoe vyombo. Mfalme yuko wapi? Mfalme yuko wapi? Waambia waje toe vyombo, toa. Wakatoa vyombo. Haya, toa vyombo. Sasa wote ambao mlikuwa mmejipamba, ombeni mtoe vyombo. Wakabeba na maaskari wakatangulia mbele ili wasije kaiba, wasije kanywa njiani.